بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimwendee kipenzi cha umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, inshallah leo tunaanza rasmi darasa za maarifa ya tauhid, maarifa ya mja kutambua namna gani ataweza kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah alivyosema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia hakuumba majini na watu hapa duniani isipokuwa kuja kufanya ibada, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili tufanye ibada ni lazima tuwe tunamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Katika darasa hii ya maarifa tauhidi, kitabu tunachokwenda kutumia kinaitwa al-usul thalathat, kilichoandikwa na Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, misingi mitatu. Al-usul thalathat, misingi mitatu, kilichoandikwa na Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Tunakwenda kuanza rasmi kujifunza maarifa ya tauhidi, na lengo ni kujiboresha kiimani kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyoanza ulinganiaji na kulingania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo kubwa alikuwa akilingania bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kalima tauhid, kwamba watu wajue ni namna gani wataweza kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail. Fahamu, Allah akurehemu, hakika ni lazima juu yetu kujifunza masala manne. Utangulizi wetu umeanza kwa kutuambia tufahamu kwamba sisi wanadamu kwetu ni lazima kujifunza haya masala manne. Na Qur'ani ilivyoshuka imeshuka kwa viumbe wote. Ameshusha Allah subhanahu wa ta'ala ije kuwa uongofu kwa viumbe wote, lakini watakaofaulu ni wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo baada ya kisha kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, unalopaswa kulifanya ni kutekeleza zile amri zake alizoamrisha juu yetu. Al-mas'alatu al-awwal, jambo la kwanza ambalo tunatakiwa tulifahamu, al-ilmu ni elimu, wa huwa ma'rifatullah, nayo ni elimu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na elimu ya kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wasallam, rehma na amani ziwe yake, wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, na elimu ya kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili. Swala zima la ilmu ndilo ambalo linakwenda kutupa mwongozo namna gani tutaweza kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, ni namna gani tutaweza kutekeleza ibada zetu kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba hao majini na watu isipokuwa kuja kuniabudu. Kwa hiyo hatuwezi tukawa tunafanya ibada za Allah subhanahu wa ta'ala kama hatutakuwa na elimu juu ya ibada hizo tunazozifanya. Maarifa ya kumtambua Allah ni kama kujiuliza
kujiuliza maswali katika akili. Ni nani ambaye ameumba ulimwengu na kila kilichomo ndani ya ulimwengu? Ni nani ambaye ameumba mbingu 7 na ardhi 7? Ni nani ambaye ametuumba sisi na kutufanya tunatembea, tunazungumza? Ni nani ambaye sisi tunapokuwa na maradhi anatufanyia ponyo kutokana na maradhi yetu? Ni nani ambaye sisi pindi tunapolala na tunapoamka yeye ndiyo msimamizi wetu juu ya kila kitu? Ni nani ambaye anatuepusha na majanga na maudhi mbalimbali na mambo kadha kutoka katika mazingira yanayotuzunguka? Ni nani ambaye ameumba milima, bahari na mito, majabali na kadhalika? Ni nani ambaye anatoa upepo, anatoa hewa hizi ambazo sisi tunapata kuvuta na mengineyo? Kwa hiyo haya yote tutapata kuyatambua kwa kusoma, tumjue Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu nabii, na elimu ya kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wasallam aliyemtuma kwetu sisi. Lazima tuwe na elimu ya kumtambua mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni kwa nini amekuja kwetu sisi? Ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amemleta mtume Muhammad kwetu sisi? Amekuja kwa sababu gani? Amekuja kulingania nini? Na jambo hasa lilokuja nalo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni jambo la aina gani? Wa ma'rifatu dini al-Islam bil adilla, na maarifa ya kuifahamu dini ya Uislamu kwa dalili, kwamba kila jambo ambalo unakwenda kulifanya lazima uwe una hoja nalo, dalili, hoja. Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumzia katika Qur'an, ameliamrisha kwa yale mafundisho aliyokuja nayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kila jambo ambalo unataka kulifanya ni lazima uwe na dalili nalo. Unafunga, una dalili ya kufunga. Allah ameamrisha wapi funga katika Qur'an? Unafunga, unapata kutafuta, unakuta Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha katika aya fulani na aya fulani kwamba tufunge. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kwa tunakuja kupata kuona kwamba tayari jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliamrisha tulifanye. Kwa hiyo tunavyoisoma dini yetu ya Uislamu kwa dalili hii, inakwenda kutupa sisi kutokuvuka mipaka ya kufanya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakuyaamrisha, na yale mambo ambayo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuyafundisha. Na ndio unapata kuona kwa watu ambao hawataki kusoma dini yao, wao wanafanya mambo kwa kuvuka mipaka, kwa sababu asili ya nafsi ilivyo. Nafsi ina uwezo wa kufanya lolote ambalo anaona kama mimi hili naweza kulifanya. Nafsi itaka kuua inaua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala tayari swala la kuua ameliwekea hoja. Hauruhusiwi kuua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha isipokuwa kwa haki. Tayari kila jambo ambalo unataka kulifanya Allah subhanahu wa ta'ala ameshalizungumzia katika Qur'an. Kwa hiyo maarifatu dini al-Islam bil adilla, maarifa ya kuifahamu dini ya Uislamu kwa dalili, ni kwamba kila jambo ambalo tunatakiwa tulifanye ni lazima tuulize, tusome, tujue Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumziaje jambo hili katika Qur'an. Na haitakiwi kufanya jambo lolote bila ya kuwa na elimu nalo, kama maarifa yetu yanatuambia wa ma'rifatu dini al-Islam bil adilla, na maarifa ya kuifahamu dini ya Uislamu kwa dalili. Al-mas'alatu athani, jambo la pili, al-amal bihi, kuifanyia kazi elimu ambayo umeipata. Tayari umekwisha kusoma masuala mbalimbali, umepata kujifunza kwamba tunatakiwa tumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Utamfahamu vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Lazima usome mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Allah baada ya sisi kutuumba akatuletea mitume ije kutufunza ni namna gani tutaweza kumwabudu Allah na kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, na kuifahamu dini yetu ni namna gani tutaweza kumwabudu Allah na kutokumuudhi na kutokuvuka mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la pili, al-amal bihi, kuifanyia kazi elimu. Kuifanyia kazi elimu kuna maanisha kwamba kuiishi ile elimu uliyopata kujifunza, kwamba unapata kujifunza juu ya kumtambua Allah, muumbaji wa ulimwengu wote ni Allah. Kwa hiyo kila jambo unatakiwa kulifanya umtangulize Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-awwal wal-akhir wal-dhahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim. Unataka kufanya jambo fulani na fulani, unaenda kuchunguza kwamba Allah ile jambo fulani na fulani amelizungumziaje.
Kwa hiyo ndio al-amalu bihi, elimu hiyo unatakiwa uifanyie kazi, manake unaiishi kama ilivyokuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah amemsifu katika Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adhim, hakika wewe uko juu ya tabia njema. Manake inatufunza kwamba muundo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni muundo wa maisha yake, ilikuwa ni tabia njema katika kila hali, sio kwa makafiri ambao wamempinga Allah subhanahu, na sio kwa waumini ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa na tabia njema katika pande zote. Kwa hiyo al-amalu bihi manake ni kuwa na mwenendo wa kuiishi ile elimu uliyopata kujifunza na kuitia katika maisha yako, kwa sababu lengo la kusoma sisi ni kumtambua Allah na mtume wake na dini yetu, ili tuje kupata salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tuwe katika maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amearidhia. Ama masala matatu, ad-daw'atu ilayhi, baada ya kusha kuisoma elimu unatakiwa sasa wewe mwenyewe uilinganie. Ushasoma elimu, unaiishi, unatakiwa uilinganie. Lakini wakati unailingania elimu, unatakiwa wewe mwenyewe unaiishi hiyo elimu unayoilingania, kama alivyokuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeye alikuwa khairu khalqillah, na yeye ndio khairu khalqillah. Khairu khalqillah ni bora vya Allah subhanahu wa ta'ala, kipenzi cha Allah, kwa sababu alikuwa anatuamrisha sisi, anatufundisha baba tufanye jambo kadha na kadha. Nendo alikuwa ni majambo ambayo ameyaishi na anayafanyia kazi katika maisha yake ya kila siku. Kwa hiyo wakati unakwenda kuilingania elimu, wewe unatakiwa elimu hiyo unayolingania wewe unaiishi, kwa sababu wale unaowalingania watakuwa wanapata kiigizo kutoka kwako. Huyo anayetulingania jambo kadha na kadha, yeye jambo hili analifanyaje? Kwa ad-daw'atu ilayhi inatokea huku wal-amalu bihi, kwenye kuifanyia kazi elimu na pia ndio kuilingania elimu. Kwa baada ya kushaisoma elimu, ukishamjua Allah, ukishamtambua mtume, ukishajua dini kwa dalili, kila jambo na ulifanya dalili unayo na hoja za kutosha juu ya kumwabudu Allah, unapaswa sasa uwafunze wengine ambao hawafahamu. Na mtu ambaye amemfunza ndugu yake suala katika elimu, katika dini, basi ana ujira mkubwa sana mbele ya Allah. Ndio katika mambo ambayo dhamata bin Adam, pinda anapokufa mwanadamu, qata'a anhu amaluhu, mambo yake yote hukatika ila bi thalathati, baki mambo matatu. Na miongoni mwa mambo yanayobaki juu ya mwanadamu aliyekufa, sadaqatun jariyah, sadaqa yenye kuendelea. Funza ndugu yako suala lolote katika dini juu ya kumtambua Mola wake mlezi, basi umejiwekea akaunti kila anapozidi kuyafanya yale ambayo umemfundisha na kumuonesha njia ya kuyafanya yale mambo ambayo umemfunza wewe, basi unazidi kulipwa mema hata kama utakuwa umekufa. Kwa hiyo ad-daw'atu ilayhi ni jambo la tatu ambalo tunatakiwa tulifanye, kuilingania elimu. Baada ya kushapata kuisoma, kushamjua Allah subhanahu, unapaswa uwafunze na wengine. Ama jambo la nne, al-mas'alatu ar-rabi'atu, jambo la nne, as-sabru 'ala al-adafi, kuwa na subira juu ya maudhi kutokana na elimu. Wakati unasoma kuna vipengele utakuwa huelewi, vitakuwa vigumu wakati unasoma. Unaona kwamba mimi hapa inafika stage bana nakata tamaa tena, naona elimu yenyewe ishakuwa ngumu. Lakini kadri unavyokuwa na subira, Allah subhanahu anakupima kwa ile hatua uliyochukua kuifanya katika maisha. Ni hatua kubwa, kusoma ni hatua kubwa sana. Umechukua hatua kubwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kama Allah alivyosema, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hivyo watu wanadhani kwamba wanaposema tumeamini na wasipimwe, wanasema tu tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, labda tusiwapime. Allah lazima tupime, ajue kwamba tumemwamini kweli kweli au tunafanya mzaha katika imani zetu. Tunasema kimdomo kwamba tumemwamini Allah sisi bwana, tumemwamini Allah, lakini lazima Allah atupime. Allah anaendelea kusema, wala qad fatanna alladhina min qablihim, kwa hakika tuliwapima waliokuwa kabla yao, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah akawajua kweli ni wakina nani, wala ya'lamanna alkadhibin, pia Allah katika hao, katika mitihani hiyo hiyo akawajua waongo ambao wanamfanyia dhihaki Allah subhanahu wa ta'ala, wanamdanganya Allah subhanahu wa ta'ala, wanamwambia Allah sisi tumeamini, lakini wanapokutana na ibtilaa, mitihani, wao ndio. Kwa al-mas'alatu ar-rabi'atu, jambo la nne, as-sabru 'ala al-adab, kuwa na subira kwa kila kipengele ambacho tunapitia katika hali. Tunamwomba Allah atujalie tu miongoni mwa wenye subira. Jazakumullahu khairan, sadaqallahu al-azim.